kama ilivyokuwa ada, niko na Mr. Nalola, mtaalamu wa masuala ya kisiasa za kimataifa, na leo tunaenda kuangazia kile kinachoendelea pale Mashariki ya Kati. Tunafahamu takriban mwezi sasa hivi vita inaendelea pale kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Sasa kumekuwa na mitazamo tofauti tofauti, wengi wakihusisha ile vita na masuala ya kidini. Sasa Mr. Nalola, naam, habari za wakati huu? Salama. Kwa jicho lako la kitaalamu kabisa, kwa namna wewe unavyoona, hivi nini chanzo cha ile vita? Maana kuna mitazamo tofauti tofauti watu wakiibua kuhusiana na ile vita. Sasa kwa jicho lako wewe la kitaalamu kabisa, nini chanzo cha ile vita? Okay, shukrani. Kwanza inabidi tutambue kwamba kwenye ile vita, ukisema kwamba source nzima ya ile vita ni dini tu, itakuwa ni uongo. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Ndio. Yaani issue ni kwamba tukiangalia katika historia ya nyuma, ndio, katika vita ambavyo vilitokea kule Middle East, ndio, kwa mfano kuna vita vilikuwa vinaitwa Yom Kippur War na kuna vita vilikuwa vinaitwa Six Day War. Hiyo yote ilitokeaga baada ya after creation of Israeli state ambayo ilikuwa ni 1948. Ndio. Yaani mwaka 1948 baada ya kuundwa lile taifa la Israeli. Maana lile taifa bali liliundwa. Ndio. Create under the umbrella of America, yani chini ya mwamvuli wa Marekani. Ndio. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna vita ambayo Muisraeli aliwapiga wale wa Palestina. Ndio. Hiyo vita ilikuwa inaitwa Yom Kippur War au Ramadhani War. Kwa hiyo ina maana aliwagizia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akawapiga. Lakini vile vile kuna Six Day War. Six Day War ilikuwa ni kisasi ambacho wa Palestina walikuwa wanaenda kulipiza kwa Israeli. Lakini mwisho wa siku walipigwa. Sasa katika motive zile ambazo, yani sababu zile ambazo zilipelekea katika ile vita zilikuwa sababu nyingi. Kuna religious motive, sababu za kidini, kuna land motive, yani land conflicts, migogoro ya ardhi, ndio ikapelekea wale majamaa kupigana vita, mambo ya kisiasa, ndio ikapelekea wale majamaa kupigana vita na sababu nyingine mbalimbali. Ndio. Naam, kwa hiyo hata kwenye hii vita ya sasa hivi kuna sababu nyingi kama sababu za kidini. Tunaona Trump alimuua kiongozi wao wa kiroho Khamenei, ile ni sababu mojawapo ya kidini. Pia kulikuwa kuna land conflict, ndio tunaona ile Greater Israeli project kwamba wanataka watengeneze Greater Israeli, taifa kubwa la Israeli, wachukue katika yale mataifa ya Kiarabu kama vile Palestina, Baitul Maqdis pale Masjid Aqsa, ule msikiti mtukufu. Wanataka wale wazayuni wachukue ule, wanasema kwamba ile ni Yerusalemu. Kwa sababu hapo ziko nyingi. Naam. Sasa kwa upande wa pili pia, hii vita wewe unaiona ikiishaje? Hii vita inamalizika vipi kwa jicho lako wewe la kitaalamu kabisa? Okay, sawa. Hii vita ni kwamba tukiangalia katika miaka ya nyuma iliyopita, ndio, ile vita Muisraeli wanamsaidia na Marekani. Katika vita nyingi imekuwa hivyo. Lakini kwa sasa hivi tunaona kabisa yani Amerika wameshamdefeat. Kwa sababu ukitaka umuweze yule, piga tu base zake za kijeshi. Ina maana ule ndio uti wa mgongo wa jeshi. Kama alikuwa anategemea base zake za kijeshi kuiangamiza Iran, ina maana pale atakuwa ameshindwa. Kwa hiyo ina maana ile vita pale Iran anaenda kuchukua ushindi. Japokuwa hatujui plan B au plan C ya Marekani ni ipi. Lakini yani kwa 85% ile vita Iran ameshinda. Kwa hiyo pale kilichobaki ni Marekani tu kumove kutoka Middle East. Okay, basi mimi nikushukuru sana. Okay, shukrani. Naam, kama ulivyomsikia huyo ni Mr. Nalola, mtaalamu wa siasa za kimataifa. Tukizungumza kile ambacho kinaendelea pale Middle East, Mashariki ya Kati pale, tunafahamu takriban mwezi sasa hivi mashambulizi yanaendelea pale Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Na wewe tuandikie kwenye uwanja wa comment hapo nini maoni yako ya kile kinachoendelea kule Middle East. Mimi ni Jim Junior, nilikuwa na Mr. Nalola, mtaalamu wa masuala ya kisiasa za kimataifa, international politics. Si ndio hivyo bwana? Yes.